Yani baba hata hajaenda, kila mtu ako hapa anatuuliza who is the next Luo Kingpin, who will be the next Luo Kingpin. Seriously guys, hii ni 2025 bado tunauliza na Kingpin. Kingpin wa nini? Atakusaidia nini huo Luo Kingpin? Hata kama bana. Unajua politics za Kenya, tribalism ni kama imefueli politics ya Kenya. Simply because mtu anaongea lugha yenye unaongea, then allegiance yako inaenda pale. Yet ukiangalia 5 years later, hakuna kitu yenye amekusaidia nayo. Ni the fact that mnaongea the same language. So our politicians wame take that to their advantage. And I'm telling you, kuna coalition yenye inataka kutengenezwa. Coalition ya UDA na ODM. Sijui wataita UDM ama wataitaje. Alafu the president ataingiza mikono yake ndani ya UDA na ataoga. Ataoga being the kingpin wa the ODM mwenyewe. Yeye ndo atakuwa anasema what happens in ODM because of the broad based arrangement yenye walikuwa nayo ya kusema let's come together and form a government. Na baba aliwaachia hiyo handshake. So I was listening to guys like akina Mbadi and all these guys wenye wamekuwa in government, akina Oparanya and the likes. Na kuna the other side ya kina Babu Owino. So Babu Owino amekuwa akipata masses kwa watu. Watu wanasema manzee ni governor 2027. Na wengine wanasema manzee kidai pia president tunakupatia. Na watu wanasema Babu Owino is the next Luo Kingpin. But guys, I'm asking you, what are the ideas that are on the table? What is the change that we are seeing? Or is it just a kingpin wa kubamba rende alafu that's the end of it? Because we need change in our country and accountability. Others mniambie in the comment section, what is wrong with us yenye tunaulizana kingpin instead of asking about good governance and accountability?